Asifiwe mtu wa Mungu. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaitwa mtumishi wa Mungu Ulimwengu Milenga. Na leo ninataka nizungumze na wewe kwa dakika kama 5 hivi. Lakini nataka nizungumzie jambo hili ambalo dalili hizi ukiziona katika maisha yako, ufahamu ya kwamba Mungu amekuacha. Kuna dalili mbili ambazo nitakwenda kukutajia hapa ambazo ukiziona tu katika maisha yako, wewe uelewe kwamba kuna 50% za kwamba Mungu amekuacha ama Mungu ameamua kwanza kukuona kama jinsi ulivyo. Na nataka uelewe, hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama mtu kuachwa na Mungu, mtu kukataliwa na Mungu, mtu kuwa rejected na Mungu. Fikiria hili jambo, hebu nikutafakarishe tu mapema kwanza. Fikiria mtu ukiachwa ama ukikataliwa na mama yako, unajisikiaje? Fikiria mtu ukikataliwa na mume ama mke wako, unajisikiaje? Fikiria mtu ukikataliwa na mchungaji wako, unajisikiaje? Fikiria kama kuna rafiki ambaye mlikuwa mnaaminiana ila ameamua kuvunja huo ukaribu baina yako wewe na yeye, unajisikiaje? Sasa chukulia uzito huo na maumivu hayo ambayo unaojisikia, sasa yalete katika maisha yako ya imani na uone ni namna gani hupo kwenye hatari kama tu Mungu atakuwa amekutoka. Zipo dalili mbili kubwa ambazo zitaonesha wazi kwamba Mungu hayupo tena na wewe. Jambo la kwanza, wewe kuwa na starehe katika dhambi. Maisha ambayo yatakufanya uwe comfortable, ujisikie huko vizuri, na huku unaishi maisha ya dhambi, ni dalili mojawapo kubwa ambayo inaonesha kwamba Mungu amekutoka. Kuna tofauti gani kati ya mtu ambaye anafanya dhambi lakini bado Mungu yuko na yeye, na mtu ambaye anafanya dhambi lakini Mungu ameshamwacha? Hapa nitataka unifuate vizuri. Kwanza kabisa, hakuna anayefanyaga dhambi ambaye ndani yake ajisikii majuto au maumivu wakati anapofanya dhambi hiyo. Yaani mtu yeyote ambaye anafanya dhambi na kama bado yuko na Mungu, Roho Mtakatifu anamkosesha amani mtu huyo. Ndio maana unasikia fulani alikuwa anafanya dhambi lakini ametubu. Lakini ukiona unafanya dhambi na unaona tu uko vizuri na huku uliwahi kuokoka, elewa kuna shida. Mimi nimeweza na kuongea na watu wengi ambao wanaishi maisha ya dhambi. Wanakuambia, mtumishi, tunafanya lakini tutafanyeje sasa? Kwa kuna mtu anafanya dhambi ni kwa sababu amekosa njia mbadala. Lakini kuna mtu mwingine unafanya dhambi kwa sababu umechagua kuwa maisha yako. Umechagua maisha ya dhambi kuwa ndiyawe ni maisha yako ya pili. Dalili ya pili ni hii. Dalili ya pili ni hii: kuto kusikia majuto yoyote baada ya kufanya dhambi. Nimekwambia dalili ya kwanza ni kustarehe katika dhambi. Yaani unaona umeyachagua kuwa maisha. Dalili ya pili ni umekuwa unatenda dhambi na unaona kwamba hakuna chochote kile cha kunisumbua. Mtu yuko comfortable. Kuna watu ambao mnamsemaga Yuda, lakini hata Yuda na washinda wengine akili kati yenu. Kwa sababu gani? Yuda alipokuja kugundua kwamba amemkana Yesu, amemuuzisha Yesu kwa vipande 30 vya fedha, Yuda alitubu. Utaniuliza wapi? Yuda alichokifanya cha kwanza, alilia, akachukua vile vipande 30 vya fedha, akataka kuwarudishia, wakakataa. Walipokataa akaenda akajinyonga.
Hakuna majuto yanayozidi hayo ambayo Yuda alionyesha hapo. Nataka nikwambie kwamba kuna watu ambao tunasema Yuda, lakini wengi wetu hata Yuda mwenyewe tunamshinda. Kwa sababu Yuda alijutia dhambi yake ya kumuuzisha Yesu. Ila wewe leo hii unaendelea kuishi maisha ya dhambi. Hakuna hata kale kakusema kwamba hivi naweza kuwa namkosea Mungu. Ni alama ya kwamba Mungu anakuacha. Mungu amekutoka. Sasa hakuna kitu kibaya kwenye maisha ya mwanadamu kama kuachwa na Mungu. Yaani kama kuna kilio ambacho ungeanza kulia kuanzia sasa, ni baada ya kugundua dalili hizi uko nazo. Lakini asante Mungu kwa sababu ni Mungu wa rehema. Na ni kwa sababu hajawahi kupanga kumwacha mtu yeyote aanguke. Usione kwamba ni jambo la kawaida, wala usihisi kwamba ni ujanja. Kukaa katika dhambi hauna majuto yoyote. Yaani ni mtu ambaye unaishi kanisani lakini unafanya dhambi ndani yako. Mbembe ndo anakuambia kwamba hata chileo tutachimu nyala. Yaani hauna chochote ambacho kinakusumbua. Uko tu vizuri, unajisafisha, unakuja kujificha kanisani. Nataka nikwambie, kufanya dhambi na kukimbilia kanisani haitakusaidia. Nikusomee ile andiko hapa. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengi wakuzanivyo kukawia, bali uvumilia kwetu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wafikirie toba. Mungu pamoja na kwamba amekutoka, wakati mwingine baba ambaye anampenda mtoto utaka kwanza kumuonesha mtoto kwamba hawezi akaishi bila yeye. Maisha mengi ambayo umeweza kuyaishi, umeharibu vitu vingi. Umejificha kanisani, umejificha kwenye vikundi vya maombi, umejificha kwenye vyumba vya maombi, umejificha kwenye majina ya kiutumishi, lakini kumbe ndani unaishi maisha mabaya. Mungu amesha kuondoka. Nataka nikwambie usijisikie comfortable, tafuta njia ya kutoka katika mazingira hayo. Naomba ufuatishe nami maneno haya wakati naenda kumaliza. Nilikwambia sitazungumza sana. Fuatisha nami maneno haya. Ninajua moyo wako ni shahidi. Unajua ulichokifanya jana, unajua ulichokifanya juzi, unajua unachokifanya miaka kadhaa ambayo imepita, unajua unayoyafanya na unaona wewe mwenyewe unavyojisikia ndani mwako. Mungu leo anataka kufungua kwenye kifungo hicho. Mungu leo anataka kutoe katika kifungo hicho. Katika mazingira hayo magumu, hiyo sio mazingira ambayo ulitakiwa kukaa. Wewe kama vile binadamu ambaye uliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, wakati wowote unapofanya kinyume na yale ambayo Mungu alitaka ufanye, ndani mwako lazima kuwepo na kengele ambayo itakwambia hapana umekosea, hapana umekosea. Kama hiyo kengele imezima, ufahamu ya kwamba Mungu ameamua kukupuuzia, na hakuna dalili mbaya katika maisha ya binadamu kama kupuuzwa na Mungu. Fuatisha nami maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimegundua ya kwamba nimekaa mbali na wewe. Nimegundua ya kwamba nimechagua kufuata njia zangu, nami nikakaa mbali na neema yako. Baba, wakati mzuri kama huu nimekuja mbele zako. Ninaomba Yesu unihurumie. Ninaomba Yesu unitakase. Ninaomba Yesu unirudie tena. Nioshe kwa damu yako. Niondolee hatia ya dhambi zangu. Baba, nikawe na nikarudi katika makusudi yako. Ninajua nimekutenda wewe Mungu dhambi, na ndio maana nimekuja mbele zako ili nikaweze tena kurudia niwe mwana wako. Mungu, naomba nisamehe. Unioshe baba yangu. Unitakase. Nifanye kuwa mwana wako tena. Usinihesabilie makosa na dhambi zangu. Asante Yesu kwa sababu ya uaminifu wako. Nami naahidi kuanzia sasa nitaweza kuyaishi mapenzi yako na nitatenda sawasawa na makusudi yako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Asante kama umenifuatisha maneno hayo. Mungu akubariki, Mungu akupe neema ya kuweza kujitambua. Wakati mwingine Mungu anatoa maneno kama haya, anamtafuta mtu mmoja ambaye ameenda mbali na neema yake. Tumia nafasi hii kuyatengeneza maisha yako na kumrudia Mungu wako. Bado Yesu yuko msalabani, anakuita. Anataka ukatubu, anataka ugeuke, anataka akufanye kuwa mwana. Hataki uendelee hayo maisha. Ni shetani tu pekee
ndo kiumbe ambaye hana hatia tena ya makosa anayoyafanya. Ni shetani tu. Na wewe ni binadamu, wewe sio shetani. Wewe ni binadamu ambaye Mungu alikukusudia uweze kuwa mrithi wake hapa duniani. Usikubali kutumikishwa na shetani. Shetani anajitahidi kuambukiza roho yake ya kutokujuta ndani ya watu. Shetani anataka kurithishe dhambi yawe maisha yako, lakini Mungu anasema hayo sio maisha yako. Geuka. Usikubali Mungu akuache. Usikubali kukaa mbali na mapenzi ya Mungu kwa sababu ya kufuatisha namna ya dunia hii. Dunia na yote yaliyomo yana mwisho wake. Lakini nataka nikwambie kwamba kama utajikuta hauna hatia tena katika dhambi ambazo unafanya, naomba sana, jitahidi haraka iwezekanavyo, tafuta mtumishi yoyote yule wa Mungu akufanyie toba ya nguvu, na baadaye uendelee kufundishwa na umrudilie Muumba wako. Dalili za kwamba upo karibu sana na kupotea ni pale tu ambapo utakuwa unapuuzia mambo yote yale ya kimungu. Mungu akubariki na Mungu akupe neema ya kuweza kutengeneza njia zako. Mungu akubariki.